Nikukaribishe katika sehemu ya 3. Tutakuwa na mwendelezo hivi taratibu, na tutaelewana na tutalimaliza somo letu. Linaweza likachukua sehemu ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka pale ambapo nitaishia. Somo la uongozi ni pana, kwa hiyo sitamani kwenda kwa spidi sana. Katika sehemu ya 2 nimetoa tafsiri ya uongozi, lakini nimezungumzia sifa ya kiongozi mzuri. Kasema lazima awe na maono, awe na maadili, awe na uwajibikaji, awe na uwezo wa kusikiliza wengine, awe na uwezo wa kuwajenga wengine badala ya kujijenga mwenyewe. Sehemu hii ya 3 ninataka kuzungumzia ushawishi. Maana nilisema katika sehemu ya kwanza, kiongozi mzuri lazima uwe na ushawishi, na ushawishi ndio utakafanya watu wakufuate kwa hiari, si kwa kuwalazimisha. Kwa hiyo katika hii sehemu ya 2 mimi ninataka kuzungumzia ushawishi ni nini. Ushawishi, wewe unajua, unaweza kuwa na tafsiri yako na maana yako ya neno ushawishi, lakini mimi nataka kuzungumzia ushawishi kama uwezo wa kubadili fikra, mitazamo au matendo ya watu bila kutumia nguvu na vitisho. Uwezo ni ule uwezo, ability wa kubadili fikra, mitazamo na matendo ya watu bila kutumia nguvu, vurugu au vitisho. Nadhani sasa hapo unaanza kunielewa ushawishi. Kwa hiyo kiongozi mwenye ushawishi ana nguvu kubwa sana ya kuongoza watu na wakaenda anapohitaji. Ila anayetumia nguvu, kuna uwezekano wakaenda na wachache au wakakufuata kwa sababu tu ya hofu. Na usitegemea watakapokufuata kwa sababu ya hofu watafuata na kufanya kwa iliyo bora. Rahasha, hawatafanya kilicho bora. Watafanya kwa sababu ya uoga na hofu. Watu huvutiwa na tabia yako kiongozi, huvutiwa na uaminifu wako, huvutiwa na maarifa yako, huvutiwa na matendo yako, huvutiwa na namna unavyowatendea. Hapa kwenye maarifa lazima uwe na ujuzi, uwe mbunifu, ili watu wasikukinai. Kwa hiyo haya yote yanajenga ushawishi ili kundi la watu likufuate pasipo shaka na pasipo kutumia nguvu yako wafanya wao wakufuate. Ushawishi. Watendee iliyo njema, wafanye wajisikia amani na salama, wafanye waone kuwa hawakukosea kufanya kuwa kiongozi wao, hawakukosea kukufanya kuwa ndiye unayewakusanya na kuwapatia dira ya wapi wanapotoka, walipo na wanapoelekea. Usiwafanye watu kujuta kwa nafasi hii ambayo wamekupatia. Hata kama ingelikuwa ni familia, wewe ni baba, simamia nafasi yako kama baba. Hakikisha familia inakuwa na umoja, watoto wakupende, wasikuogope. Jitahidi kuwa baba mwenye mvuto na ushawishi. Jitahidi kuwa mama mwenye mvuto na ushawishi. Jitahidi kuwa mke ama mume mwenye mvuto na ushawishi. Utatumia nguvu kuelekeza familia katika njia inayopaswa. Lakini sifa za kiongozi mwenye ushawishi, nimezungumzia pale uadilifu. Yaani awe anatenda kile anachokisema. Tumekuwa na watu wenye plomo nyingi mdomoni. Kiongozi ambaye ni msemaji tu, lakini yeye si wa kwanza kwenye utendaji. Hii inaondoa dhana ya kuwa kiongozi bora, kiongozi mzuri, kiongozi mwenye mvuto.
hakikisha unakuwa mwadilifu. Kile unachokisema kuwa wa kwanza kukitenda. Maono na mwelekeo unapoelekeza kundi lako kwenda, anza kuwa wa kwanza kwenda. Fuatilia maendeleo yao katika kwenda kwao. Lakini pili, uwe na maono. Wewe unatakiwa kuiona kesho kabla ya wengine. Ona kesho kabla ya wengine. Wewe ndio mbeba dira, mbeba maono. Umepata dhamana kama kiongozi. Hakikisha akili yako iwe pevu. Akili yako iwe pevu. Nidhamu. Wewe hakikisha unajiongoza kabla ya kuongoza wengine. Nilisema hapo katika sehemu ya kwanza na ya pili, nikagusia kwamba kiongozi, ili uweze kushawishi watu kukufuata, wao lazima wakuheshimu na kukuamini. Wao lazima wayaone maisha yako na matendo yako, maana ndio wanayoyafuata. Ndio wanayoyafuata. Ukizungumzia kwamba unahitaji jamii ya watu wanaojitoa na kusaidia wengine wenye upendo, kiongozi, anza kuwa na upendo kwa watu wako. Anza kujitoa kwanza wewe. Tumia nafasi yako, muda wako na mali zako kuonyesha upendo kwa jamii yako. Nidhamu, hiyo ndio ambayo inafanya watu wakuelewe. Mawasiliano bora. Kiongozi, lazima uwe unasikiliza watu kwa makini. Nilisema hapo nyuma, sikiliza watu na kuwa na mawasiliano nao, mawasiliano bora. Hakikisha unakuwa unazungumza kwa heshima. Usizungumze kama vile unaamudu watu wote. Kundi uliopata nafasi ya kuliongoza, kuna watu waliokuzidi umri, wamekuzidi nafasi ya ushawishi wenda katika hiyo jamii. Watu ambao wamekuzidi kipato, wamekuzidi elimu. Kwa hiyo lazima uongee kwa staha, si kwa kiburi na majivuno. Lazima uwe na mipaka katika maneno yako. Zingatia nini unataka kusema. Pangilia maneno yako. Onekana uko smart, watu waiamini akili yako. Umenielewa sijui hapo? Pangilia maneno yako, watu waone akili yako iko smart. Kiongozi mwenye ushawishi. Narudia, unapopata dhamana ya kuwa kiongozi, kumbuka watu wote hawa ambao umewabeba si tu wako chini yako. Wako waliokuzidi umri, wako waliokuzidi elimu, wako waliokuzidi cheo. Kwa maana ipi? Umepata tu dhamana ya kuwa kiongozi msikitini, kanisani, katika nafasi fulani, lakini kuna watu ambao wana uongozi katika jamii ama masuala ya kiserikali na kadhalika. Wewe tu ni kiongozi katika jamii yako, lakini unamuongoza mtendaji mkubwa wa serikali ambaye ni miongoni mwa jamii hiyo. Wewe ni mjumbe wa nyumba 10, ni mwenyekiti wa serikali za mitaa, lakini unayemuongoza ni mbunge, yumo ndani yako hapo, kwa sababu ni nzengo. Katika moja ya nzengo unayoongoza, mbunge pia ni nafasi, ni sehemu yako, familia yake iko hapo. Ni profesa yuko hapo, elimu yako ni ya darasa la 7 ama hujasoma kabisa. Kwa hiyo lazima utumie lugha nzuri ya staha na heshima katika kuzungumza nao watu. Kuna wachungaji, viongozi wa dini, tumia staha katika kuzungumza. Haijalishi hata unaweza kuwa ni shehe ama mchungaji. Nafasi uliopata kuongoza watu kanisani, msikitini, kumbuka unaowaongoza humo ndani ni watu ambao wana nafasi kubwa tofauti tofauti katika jamii na wana heshima. Usiongoze kama vile unaongoza familia yako nyumbani. Tumia lugha nzuri na uwe na ushawishi kuwafanya wafate na watende kwa hiari. Waiamini akili yako na uwezo wako. Hii ni sehemu ya 3 ya makala yangu ya uongozi. Na ungana nami katika sehemu ya 4, nitakuwa nikizungumzia swala linalofuata. Nimeishia mawasiliano bora, lakini nitaendelea kuzungumza sifa ya kiongozi mwenye ushawishi.
Karibu.